Mwanzo sura ya 32. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Na Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye mpaka nchi ya Seir katika nyika ya Edomu. Akawaagiza akisema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Laban na kukawia huko hata sasa, nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi, nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ndipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu waliopo pamoja naye na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo 2. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza akalipiga, kundi litakalosalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahim na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo 2. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namwogopa asije akanipiga na mama pamoja na wana. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari, usiohesabika kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule, kisha akatwaa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye, mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahali 10, punda wake 20 na wana wao 10. Akawatia mkononi mwa watumwa wake, kila kundi peke yake, naye akawaambia watumwa wake, mkeni mbele yangu, mkaache nafasi kati ya kundi na kundi. Akamwagiza yule wa kwanza akasema, Esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema, wewe wa nani? Unakwenda wapi? Tena ni wa nani hawa walio mbele yako? Basi useme, ni wa mtumwa wako Yakobo, ni zawadi aliyompelekea bwana wangu Esau, na tazama, yeye mwenyewe yuko nyuma yetu. Akamwagiza tena wa pili na watatu, wote waliofuata makundi, akisema, hivi ndivyo mtakavyomwambia Esau akiwakuta. Tena semeni, tazama, mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu, maana alisema, nitamsuluhisha kwa zawadi inayonitangulia, baadaye nitamuona uso wake, huenda atanikubali uso wangu. Basi ile zawadi ikavuka mbele yake, naye mwenyewe akakaa usiku ule kambini. Akaondoka usiku ule, akawatwaa wakeze 2 na vijakazi wake 2 na wanawe 11. Akavuka kivuko cha Yaboki, akawatwaa akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake
na mtu mmoja akishindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake. Akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye, akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako utaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana na umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penueli, akachechemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno.